wote tuliishi bila kujua kwamba Nairobi kuna gavana. Lakini jana, kufuatia yale maandamano yaliyofanyika, tulijua kweli kabisa tuna gavana. Gavana ambaye anaitwa Johnson Sakaja. Siku hizo zote hakuwa analipa vikundi haramu kuja kulinda jiji. Lakini jana, vile maandamano yalitokea, aliweza kucheza kama yeye ili tujue ya kwamba Nairobi kuna magavana ama kuna gavana. Na kabisa tulimtambua kwa sababu alilipa wahuni kuja kuhakikisha kwamba maandamano yaliyopangwa kuwa ya amani sasa sio ya amani, yalikuwa ni ya vurugu, kuchomwa pikipiki na kuangamiza. Si jana niliwaambia kutakuwa na watu wamejeruhiwa? Gazeti leo zimesema aje? Watu 20 na wangapi ndio waliumia? 22. Haya, kwa hivyo hiyo nilikuambia, that was an objective achieved. Nikakwambia kutakuwa na watu hatakuwa ni walemavu. Si kwani utaumizwa ukose kuwa mlemavu? That was also another objective that was achieved. Nikakwambia kutakuwa na uporaji. Si ni ukweli? Watu waliporwa, polisi wakifanya nini? Wakiangalia tu na kuchunga wezi. Ukweli ama uongo? Si watu waliporwa? Nikakwambia kutakuwa na kulemazwa. Si nilikuwa nasikia ulikuwa unaibiwa na unadungwa kisu. So, hiyo kitu imefanya tujue Nairobi hakuna kiongozi. Nairobi ipo mikononi mwa mtu ambaye anaweza kudhamini uhuni, uangamizaji, na mtu ambaye kusudi lake ni kufanya walemavu waongezeke. So, kama uko hapo na umeumia, jua hawa wahuni hawangekuumiza kama Johnson Sakaja ambaye ndio governor hangeingia kwa mfuko awalipe. Kwa nini nasema hivi? Si kuna video zinasema Johnson Sakaja, tumelinda jiji. So, lakini hii nayo sasa hakuweza kukochwa wahuni vizuri. Sababu kama maneno kama hayo ati Johnson Sakaja tumelinda jiji hayangetokea, hatungeweza kujua mdhamini wa vurugu katika maandamano yanayosemekana kuwa ni maandamano ya amani. So, kabla huyo polisi aliyeua mchuuzi ambaye sasa ndio kazi ingine ambayo imetoa kafara. Si tulisema hapa kwa kila kazi lazima itoe kafara? Na ni madhabahu gani hii ambayo iko na kiu cha damu? Kwa sababu tulipoenda kwa jeshi, Ogolla amewakilisha.
Tukakuja kwa Were, akasimamia MPs, akapigwa risasi tukazika. Tukakuja kwa Albert Ojwang, akasimamia walimu. Na sasa hivi tunaongelea kuhusu wachuuzi. So kuna uwezekano Ruto anajua hili pepo ambalo alisema kuna pepo Kenya, la kupinga chochote. So hili pepo limegeuka la kupinga, sasa linakunywa damu. Na damu kuna masharti, lazima itoke kwa kila kazi. Kama si ukweli ninayo yasema, si unaweza kutoa idhibati gani? Kwa sababu mimi nimekuambia Ogolla alikufa ama hakukufa. Were tumezika ama hatujazika. Ojwang tumezika ama hatujazika bado. Mchuuzi saa hizi si ndio tunaongelea kumuhusu kutokana na maandamano ya jana. So ndio maana tunasema popote mlipo wa Kristo, mnapaswa kuomba na kuita Mungu, kwa sababu ni yeye tu atatunasua kwenye shimo hili ambalo tumetaka kutumbukia. Shimo ambalo huenda amani litakuwa ni neno linalopatikana kwenye kamusi tu. Mimi sichochei, lakini kama kama Lagat step down akingoja uchunguzi, Sakaja pia yeye anafaa a step down ili justice ipatikane kwa huyu ambaye alipigwa risasi jana, na ikizingatiwa kwamba last weekend alikuwa amesema maandamano hayatafanyika tena, na kwamba maandamano alikuwa amepatikana unawares. So venye maandamano yalifanyika jana na mtu akapigwa risasi, gavana si ndiye alipanga hiyo maneno? Si a step down, tufanye uchunguzi, akipatikana hana hatia, na ofichi sidhani kama atapatikana bila hatia, arudi kwa kazi yake. Wase, justice, Sakaja must go. Nairobi haitakuwa safe, haitakuwa safe tukiongozwa na Sakaja. Sakaja ni mtu ambaye hadhamini utu. Yaani ako tu tayari kufanya chochote kile, including kuumiza mtu anayeuza mask na barakoa. Hata hakuwa ameenda maandamano yeye. Sakaja anafaa tuambie huyo mtu alimuuliza nini ndio atumie polisi. Yes, kuhonga mapolisi wasimamie wahuni, wapore watu, wadunge visu. That is not the type of leaders we want. Ina kuonyesha 2027 kutawaka moto buda. Tusidanganyane hapa. So tumechapiana, bado nazidi kukumbusha pale Favored Wanyo YouTube tuko 101 subscribers, 40 ni videos ama audios. Share, like, comment, subscribe pia hapa na huko kwa Favored Wanyo YouTube channel. Mambo ikuwe fiti.